Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi mtazamaji, bwana, leo tuna darasa letu tunataka kuweza kulizungumza, na mmoja katika darasa ambalo nataka tuanze na mfululizo wake, tunataka tuangalie miujiza ya elimu ya Qur'ani katika matibabu. Tunataka tuangalie miujiza ya elimu ya Qur'ani katika matibabu, na imani darasa langu hili utaenda kupata faida namna gani unaweza kuitumia Qur'ani katika mifumo ya namba zake, namna gani tunaweza kuitumia Qur'ani katika mifumo ya herufi zake, maneno yake, katika hali ya kumsaidia mtu katika mwili wake. Kwa bimaana tutaenda kuitumia Qur'ani katika elimu ya tiba, kwa bimaana ya shifa katika mwili wa mwanadamu. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa hakika ameifanya Qur'ani kuwa ni rehma, lakini kuwa ni ponyo kwa wale ambao wenye kumwamini. Maana yake sasa, na wewe ukiwa ni miongoni katika watu ambao ni Waislamu, lakini pia ukiwa ni miongoni katika watu wenye kuamini, basi tunataka tukaangalie namna gani tunaweza kukupa elimu ya kujisaidia kupitia elimu ya Qur'an. Na tunapozungumzia Qur'ani maana yake ni pana sana. Tunapozungumzia Qur'ani maana yake na mambo mengi. Allah tabaraka wa taala anasema kwa ma anbalna alayka alquran litashqa. Allah hakuifanya Qur'ani kwa kitabu cha kubabaisha watu. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma Qur'ani, wa kulla shay'in fasalnahu tafsira, kila kitu Allah amekiweka wazi ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo kwa kujifunza kupitia Qur'ani utapata elimu mbalimbali, na moja katika elimu ambayo tutaanza kujifunza nazo, tutaanza na mtiririko wa awamu kwa awamu kwa kupitia stage 5 zile katika Qur'an. Manake tutaanza na stage ya herufi, kisha tutakuja kwa stage ya maneno, kisha tutakuja kwa stage ya aya, pia tutakuja kwa stage ya sura, lakini pia tutakuja kwa stage ya Qur'ani nzima. Kwa nini? Tunapoisoma Qur'ani, kwa maana tunakuta kuna zile stage 5 ambazo mpaka Qur'ani ikaweza kufanyika kwa ukamilifu wake. Kwa maana kwanza kuna kitu kinachoitwa herufi, lakini pili kuna kitu kinachoitwa neno ambalo limetengenezwa na herufi, lakini tatu kuna kitu kinachoitwa aya, kwa maana ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa maneno, lakini kuna kitu kinachoitwa sura ambayo imetengenezwa kwa hizo aya, lakini pia kuna ile Qur'ani nzima ambayo zimetengenezwa kwa sura. Maana utakuta kuna stage ya mambo matano kwa maana ya kuikamilisha Qur'an. Na leo tutaanza katika mfululizo wa kwenda kusoma elimu ya miujiza kimatibabu katika mwili wa mwanadamu kwa kupitia Qur'ani katika stage ya mwanzo ambao kwa maana tunaizungumzia herufi. Kwa maana hapa tutaenda kuzichambua herufi 28 ambazo zimeweza kuitengeneza Qur'ani na zimeweza kutumika ndani ya hiyo Qur'ani. Kwa kujifunza herufi hizo 28, maana yake tutakuja kujua ubora wa kila herufi moja na kazi yake na nafasi yake na namna gani inaweza kumsaidia mtu, lakini pia tutakuja kuangalia namna gani sasa maneno ambayo limetokana na herufi yanaweza kumsaidia mtu ndani ya Qur'an, lakini pia tutakuja kuangalia aya ambayo yametokana na maneno namna gani zinaweza kumsaidia mtu ndani ya Qur'an, lakini pia tutakuja kuangalia sura ambazo zimetokana na aya namna gani zinaweza kumsaidia mtu ndani ya Qur'an, lakini pia tutakuja kuangalia jamu ya Qur'ani nzima ambayo imetokana na sura mbalimbali namna gani inaweza kumsaidia mwanadamu katika maisha yake kwa mujibu wa Qur'an. Kwa kuanza na herufi, leo tunataka tuangalie herufi ya kwanza kabisa ambayo tunasema hii ni herufi ya alifu. Ni herufi ya alifu, maana yake ni herufi A. Namna gani herufi hii inaweza kumsaidia mtu katika matibabu? Namna gani herufi hii inaweza kumsaidia mtu katika mambo yake anayohitajia kwa kupitia Qur'an? Ukisoma Qur'ani kila kitu kimefungwa katika hali ya kimahesabu. Yaani ukisoma hapo Qur'ani yako ukiangalia, Mwenyezi Mungu kila kitu amekifunga katika mahesabu. Mfano hizi herufi tunazozungumza ndani ya Qur'ani ziko kwa idadi yake. Lakini pia tunapozungumza maneno ndani ya Qur'ani zipo kwa idadi yake. Lakini pia tunapozungumzia aya ndani ya Qur'ani zipo kwa idadi yake. Lakini pia tukizungumzia sura kwa mujibu wa Qur'ani ndani ya Qur'ani zipo kwa idadi yake. Kwa mantiki hiyo sasa, wote viunganiko vitu vyote hivi tunaipata Qur'ani ikiwa katika idadi moja. Sasa hata ukiangalia herufi mwenyewe ziko ambazo zimeweza kuitengeneza ama kuiunga kuifanya Qur'ani katika ukamilifu wake, ziko idadi ya herufi 28 ambao ndio zetu tunasema alif, be, te, the, jim, he, khe. Zile herufi ukiziangalia zina namba zake na zina thamani yake, ama tunasema value yake katika masala elimu ya matibabu. Mfano
Ukija kuangalia herufi ina ujumla ya thamani yake ambayo ni moja. Kuna b ina jumla ya thamani yake ambayo ni 2, lakini ukienda ukiangalia t ina jumla yake ya thamani yake ambayo ni 400. Kwa unakuta hizi ni herufi ambazo zimebeba thamani yake. Sasa kwa mujibu wa zile thamani yake katika namba huwa zina kazi yake maalum, lakini pia kwa mujibu wa thamani yake katika nafasi yake huwa zina kazi maalum. Lakini leo tutaangalia herufi ya kwanza ambayo imebeba thamani ya namba 1. Ukiangalia herufi hii ambayo ni alif, manake hii yenyewe ni moja, manake ni alfa na omega, mwanzo na mwisho. Katika herufi hii ya alif, manake ndani yake ina ubora mkubwa katika hali ya kumsaidia mwanadamu katika mambo yake. Sasa tunapoiangalia herufi hii a ama alif, maana yake tunataka tuangalie namna gani herufi hii inaweza kumsaidia mtu katika mambo yake, namna gani herufi hii ikitumika vizuri inaweza kumuondoshia mtu matatizo yake. Nataka nikwambie, ungana na mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola katika darasa hili uende kufahamu ubora na thamani ya herufi moja moja katika herufi 28 za Qur'ani, ama herufi ambazo zinatumika katika maisha ya wanadamu ambazo zimeweza kuwepo ndani ya Qur'ani, inaweza kukusaidia nini katika kutibu mambo yako na kufanya mambo yako yakawa bora katika maisha yako. Sasa kwa kwanza na herufi hii a ama alifu, tunasema kwanza ni herufi ambayo thamani yake ni 1 na namba yake katika nafasi yenyewe huwa ni 1. Ni herufi ambayo imewakilisha kwa bimaana, hata ukiangalia jina la Mwenyezi Mungu ambaye linaombeba upwekeshi wake ambao tunasema ni Allah, limeanza neno hili khalifu alifu ambao ni 1. Maana yake nini? Ni moja peke yake ambaye ni Allah, yeye ni wa mwanzo na yeye ni wa mwisho. Sasa hii herufi a ina kazi zake nyingi sana. Lau kama ukitumia ile neno herufi, ile herufi a ama a yenyewe ni tiba kubwa katika maisha ya mwanadamu. Yani alif ni tiba kubwa yenyewe kama yenyewe, b ni tiba kubwa yenyewe kwa yenyewe. Yani kabla haujapata maneno, hizi herufi peke yake lau kama tutazitumia tunaweza kuondoa matatizo makubwa katika maisha yake. Sasa leo nataka tudiskasi thamani ya herufi a, thamani na ubora ya matibabu ya herufi a ambayo ni alifu, namna gani naweza kumsaidia mtu katika mambo yake. Ukitumia herufi alifu kwa bimaana a katika kumsaidia mwanadamu katika mambo yake, utagundua mwanadamu anaweza kufanikiwa kwa kupitia hii herufi a. Bahati mbaya sana sasa, elimu ambazo tunazungumza ni elimu ambazo ni nadra na watu wengi hawazijui na wengine hawatamani kuzijua. Kwa nini? Kwa sababu elimu yetu tumekuwa ni watu ambao tunapenda vitu rahisi. Sasa nataka nikupe elimu hii, hebu ichukue iende ikakusaidie katika maisha yako kwa kuweza kujisaidia kwa kutumia herufi a ama alifu. Namna gani inaweza kukusaidia? Kuna mambo mengi ambayo ukitumia alifu inaweza ikakupa majibu mazuri, lakini leo katika mambo mengi ambayo alifu inaweza kutumika ama herufi a inaweza kutumika kumsaidia mtu, mimi leo nataka nikupe mambo manne. Nataka nikupe faida ya vitu 4 ukitumia alifu vizuri, inaweza kukusaidia katika kuondosha magonjwa yako, inaweza kusaidia kuondosha matatizo yako, inaweza kusaidia kuondosha mambo yako mabaya. Neno herufi a ambayo tunasema ni alifu ama ni a. Na baada ya hapo darasa zangu zijazo tutakuja kuzungumza pia herufi b, t, th mpaka tutakapoendelea mpaka ye. Mwisho tuangalie hizi herufi zote zinawezaje kumsaidia mwanadamu katika siri ya Qur'ani kimahesabu iliyofichikana katika herufi. Tukianza na herufi a ama alif, namna gani inaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake. La kwanza nitakutajia mambo manne. La kwanza tunasema herufi a inaweza kumsaidia mtu kutekeleza, sawa, kutekeleza ama kutimiza haja zake ulizokuwa nazo. Yani wewe ukiwa na haja zako fulani na fulani, unahitaji haja yako ikamilike, basi unaweza kuitumia herufi a ama alifu kuweza kutekeleza haja yako. Lakini herufi a inaweza kukusababisha ukapata utajiri. Yani hiyo herufi a unaiona wewe alifu inaweza kukufanya ukawa tajiri kwa kutumia herufi hiyo a. Namna gani na kusababisha kwa tajiri? Nisikilize, utaenda kupata darasa. Lakini herufi hiyo a inaweza kusaidia ukapata cheo ama utukufu katika jamii. Yani wewe ukiwa unataka cheo ama utukufu, kwa kutumia herufi a inaweza kusababisha ukapata utukufu ama utajiri katika maisha yako. Yani ile alifu unaweza kupata utukufu ama ukapata cheo kwa kutumia herufi a. Namna gani unaweza kwa hivyo? Basi sikiliza, utaenda kupata darasa. Lakini njia ya 4 ambayo tunasema ama sababu ya tiba ya 4 tunaenda kuisaidia kwa njia ya kutumia herufi a. Tunasema hapa unatumia herufi a inaweza kusaidia
kupata kujua siri ya mtu. Yani ukitumia herufi A inaweza kusaidia kupata kujua siri ya mtu. Yani unataka mtu ujue siri yake, anafikiria nini, ana vitu gani, unaweza kutumia herufi A kujua siri ya huyo mtu anayofikiria katika moyo wake. Sasa kwa kuanza, tuangalie namna gani unaweza kutimiza haja yako yoyote ile kwa kutumia Qur'an. Yani namna gani unaweza kutimiza haja yako. Watu wengi wamekuwa na majambo mbalimbali. Mfano, hata wewe unanisikiliza, una haja yako ambayo unatamani Mwenyezi Mungu aweze kufanyia. Una kitu unatamani Mungu aweze kukupa kwa haja yako uliyokuwa nayo. Sasa unawezaje kukidhi haja yako? Je, kwa kufanya kazi kwa bidii? La hasha, unaweza kufanya kazi kwa bidii, lakini kuna wakati tunahitaji maombi, lakini maombi yana siri yake. Moja katika siri ni kuitumia herufi A katika kutekeleza yale unayoyataka, kukidhi haja zako katika maisha yako. Vipi unaitumia herufi A? Unachotakiwa kufanya ni kuamka nyakati ya usiku. Jitahidi kuamka usiku kidogo mkubwa. Kwa nini tunatumia sana usiku? Utakupa siri baadaye, lakini jitahidi uamke usiku. Amka usiku, kisha chukua uzu wako. Ukishachukua uzu, hebu kaa kitako, swali sunnatul haja. Sunnatul haja kama hivyo sunniwa na Bwana Mtume, swali sunnatul haja rakaa zako 2. Ukishamaliza, tia nia yako unayokusudia ya kile unachokitaka, kisha soma herufi A, yani alif 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 alif. Isome hilo neno alif alif mara 1111. Yani jitahidi usome neno hilo alif 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 mara 1111. Soma neno hilo tu, alifu tu, yani usiongeze kitu kingine. Alif 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 mara 1111. Ukifululiza tabia hii ndani ya wiki nzima bila kuwa mvivu, hata kama ulikuwa unahitajia kitu chochote kikubwa ambacho unaona hakiwezekani, kwa mizani ya halifu na ubora wake, ukaisoma mara 1111, basi kila unachokitaka utakuja kukipata katika njia ya kukidhi haja yako. Lakini tumekasema njia ya pili ama msaada wa pili, kwa kutumia alifu unaweza kujisaidia kupata utajiri, kuwa tajiri, yani kuwa mtu bilionea. Leo unaweza kumwona mtu amekuwa tajiri ukashangaa, imekuwaje, mbona huyu amekuwa tajiri hivi? Unaanza kumiskasi, unaweza kupata matamanio ya mabaya, ukajiuliza kuna siri gani nyuma yake. Sio tu siri zipo kwenye kupambana kwa kufanya kazi, bali kuna siri zilizofichikana. Mambo kama haya, watu wanapotaka kufanya mambo yao wanawatafuta watu wenye elimu kuweza kuwasaidia. Sasa unaweza kuitumia herufi A ama alif kuweza kupata utajiri ukijumlisha na juhudi zako. Kitu gani ambacho unaweza kufanya ili mradi uweze kupata utajiri kupitia neno hili alifu? Basi jitahidi uwe mwenye tabia, kila unapomaliza kuswali salatul fajiri, basi kaa kitako, soma neno alif mara 1000 kila unapomaliza kuswali salatul fajiri. Yani ukimaliza kuswali salatul fajiri, kaa kitako, alafu soma neno hili alifu. Chukua tasbihi yako, soma tu neno alif 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 mara 1000 kila siku unapomaliza kuswali salatul fajiri mpaka jua linapambazuka. Yani wewe kama ulikuwa unahitaji utajiri, amka alfajiri. Ukishaamka alfajiri, swali swala yako alfajiri, fanya ibada zako nyingine. Ukimaliza ibada zako zote, basi kaa kitako, maliza kwa kusoma neno hili alifu mara 1000 kila siku, na wallahi utaona mambo yanapoenda kufunguka katika maisha yako. Lakini njia ya tatu tumesema njia ya kupata cheo ama utukufu katika jamii. Namna gani tunaweza kupata cheo ama utukufu? Unachotakiwa kufanya, utafute karatasi nyeupe. Nisikize vizuri, utafute karatasi nyeupe kila siku asubuhi. Tafuta karatasi nyeupe, kisha ile karatasi nyeupe utaenda kuandika neno alifu, yani ile moja alifu, alif 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 alif, sio a kwa maana ya ai, andika ile moja alifu, moja ambayo ni alif alif alifu mara 111. Ziandike kwenye karatasi zile herufi alif alif mara 111 kwa wino ambao uweza falani. Wakati unaandika maneno haya, utakuwa unasoma maneno haya, subhana ya la ilaha illa anta, subhana ya la ilaha illa anta. Wakati unaandika unasoma neno hayo, subhana ya la ilaha illa anta, ama subhana la ilaha illa anta, subhana la ilaha illa anta, ama subhana ya la ilaha illa anta. Utasoma maneno haya kadiri utakapokuwa ukiandika alifu, unaandika alifu subhana la ilaha illa anta, subhana wa la ilaha illa anta, subhana ya la ilaha illa anta. Utakuwa unasoma maneno hayo huku unaandika ile herufi alifu. Ukimaliza tu, chukua karatasi kaiweke ndani ya maji. Ukimaliza, kabla uende kazini, chukua ile maji, nenda kaoge, alafu nenda kwenye shughuli zako. Kila siku ya Mwenyezi Mungu utashangaa, Mungu atakujalia cheo katika kazini unapoenda. Mungu atakujalia nafasi
ya mafanikio katika mambo yako, upate cheo ama upate utukufu katika mambo yako. Fanya zoezi hilo na utakuja kunishukuru. Lakini njia ya tatu ya nne ambayo ni ya mwisho kwa siku ya leo, tulizungumzia kwamba kutaka kujua siri ya mtu. Yani mfano wewe unatamani kujua siri ya mtu, yani kuna mtu unatamani ujue siri yake, pengine huyu imekuaje, kuna kitu gani ananificha? Kwa kupitia miujiza ya Qur'an katika herufi nawezaje kujua siri ya mtu? Basi nataka nikwambie, nenda tafuta tunda lolote lile ambalo lilikuwa tamu zuri, tafuta tunda. Ukishapata tunda lile, kaa kitako sehemu tulivu kabisa, alafu lisomee neno hili alifu. Soma neno alifu. Wewe soma tu neno alif 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 katika ile tunda mara 111. Hivyo hivyo mara 111, usizidishe, lisomee lile tunda. Alafu ukimaliza, tia nia yako kwa kutaja jina la yule mtu ambaye unataka ujue siri yake. Unasema kadha wa kadha kadha wa kadha, zungumza, mimi fulani nataka nijue siri ya mtu fulani iliyokuwa katika nafsi yake, je, na mimi au ni kitu gani? Wewe sema kile kitu, tia nia, alafu kimaliza, kampe zawadi ilo tunda yule mtu ambaye unatamani aweze kuwa akupe siri yake ambayo iko nayo katika nafsi yake. Na wallahi, kwa kufanya zoezi hilo, ukampa lile tunda, ukiwa umekaa kitako, ukasoma hiyo halifu na ukazungumza maneno ya nia unayotaka, yule mtu akithubutu kula lile tunda, basi utajikuta katika siku ambayo hujaitarajia atakuja kukupa siri zote ambazo anazifikiria katika moyo wake. Hii ni Qur'ani, na haya ni baadhi ya mambo ambayo tumeanza kudiscuss kwa kuzungumzia ubora wa Qur'ani katika tiba, hususan katika masala ya herufi. Tumesema tuna madaraja matano. La kwanza tumesema ni herufi, kwa maana herufi. Pili tunasema ni neno ambalo limeundwa na herufi. Tatu tumesema ni aya ambayo imeundwa na maneno. Kisha tukasema ni sura ambayo imeundwa na aya, kisha ni Qur'ani nzima. Kwa nini? Kuna maajabu ya kutumia sura fulani itakusaidia, kuna maajabu ukitumia aya fulani itakusaidia, kuna maajabu ukitumia neno fulani ndani ya Qur'ani itakusaidia, na kuna maajabu ukitumia neno fulani ndani ya Qur'ani itakusaidia, na kuna maajabu ya Qur'ani nzima kwa jumla. Lakini leo tumeanza kuizungumzia herufi, na tumeanza na herufi A, na tutazisoma herufi zote 28 za abjadi ndani ya Qur'ani kuweza kupata kujua miujiza ya aya za Qur'ani na namna gani unaweza kujisaidia katika mwili wako. Kwa usiache kunifuatilia katika darasa langu. Baada ya hili tutakuja kuizungumzia herufi B, na leo tumeanza na A katika faida ama herufi ya kuweza kumsaidia mtu. Kisha tutakuja kutaja baadhi ya faida chache pia katika herufi B, namna gani zinaweza kusaidia. Muhimu zingatia uwe na peni na karatasi, zile faida ninapozungumza basi uwe na noti na kuweza kuzifanyia kazi. Inshallah, kwa haya machache sina ziada. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola. Kwa haya machache, namba za simu 0683 369917. Afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.